Uhuru wa Yesu. Karibuni sana katika somo letu la namna bora ya kuendelea kutumia mfumo wetu wa kanisa la Africa Inland Church Tanzania AICT. Tunaendelea na mafunzo yetu ya namna bora ya kutumia mfumo huu wa kuhifadhi na kutunza na kuhifadhi taarifa zote zinazohusu kanisa letu. Mfumo huu unaitwa ORAS na ni mfumo ambao umetengenezwa ukiwa mahususi kwa ajili ya matumizi ya kanisa letu la Africa Inland Church Tanzania. Katika kipindi hiki tutajifunza ni kwa namna gani mfumo huu unafanya kazi. Mfumo huu unafanya kazi katika ngazi 5 zote za kanisa ambalo ni local church, pastorate, jimbo, diocese pamoja na makao makuu. Lakini katika session hii tutajifunza kwenye ngazi ya local church ni kwa namna gani mfumo huu unafanya kazi. Ili uweze kuweza kupata mfumo huu, cha kwanza ni lazima uwe na kifaa ambacho kinatumia internet. Kifaa hiki kinaweza kuwa ni laptop, inaweza kuwa ni computer desktop, inaweza ikawa ni tablet, ama inaweza ikawa ni simu ya mkononi, wanaita ni simu janja, smartphone. Kwa hiyo ili uweze kutumia mfumo huu lazima uwe na kifaa kinachotumia internet. Hakikisha pia kifaa chako kinakuwa na browse kwa ajili ya web browse kwa ajili ya kuingiza address ili uweze kupata mfumo huu. Web browse hizi tunazungumzia kwenye simu yako, utakutana na application inaitwa Chrome, lakini pia kwa wale wanaotumia kompyuta unaweza ukaidownload Google ukaweza kuipata Chrome, au ukatumia Firefox, au ukatumia Opera Mini. Hata kwenye smartphone pia ukiwa nazo hizo unaweza kuzitumia, lakini tunatumia Chrome kwa sababu yenyewe inakuja moja kwa moja kama application kwenye simu yako. Kwa hiyo ili uweze kuaccess mfumo huu utakwenda kwenye Chrome, sehemu ya address utaandika aictnet.com. Ukishapata aictnet.com itakupeleka sehemu kwenye ile linki utakutana na neno limeandikwa ORAS. Ukishalibonyeza ile ORAS itakuletea kwenye skrini picha ya namna hii kama ambavyo inaonekana kwamba ni mfumo tayari, ile linki inakuwa imekupeleka kwenye mfumo moja kwa moja. Ukishafika kwenye mfumo moja kwa moja kama inavyoonekana kwenye skrini yetu hapa kwamba hii ni simu yako, utatakiwa uingize username na password. Sasa katika ngazi ya kanisa la mtaa ama local church tunayuza au watumiaji wa mfumo aina mbili. Kuna muhasibu lakini pia kuna katibu. Tunaendelea. Kuna muhasibu pamoja na katibu. Sasa hizi akaunti zinavyofanya kazi ni kwamba kila kanisa la mtaa linakuwa na akaunti yake. Hapa tutajifunza kanisa la mtaa linaitwa Mlimani. Ni kanisa la mtaa ambalo liko Diocese ya Geita. Tutaona ni kwa namna gani ambavyo unaweza ukaingia na ukaweza kuona taarifa hizo. Kwa hiyo kila kanisa litakuwa na password yake na username yake. Ili kanisa letu la mtaa tunataka tuingie kwenye upande sasa wa muhasibu. Muhasibu namna gani anaweza akafanya kazi? Mhasibu anapoweza kufanya kazi anaweza ataingia kwenye mfumo moja kwa moja na atajaza baadhi ya taarifa ambazo mfumo huu kwa sasa unaruhusu kuweza kuzifanyia kazi. Kwa mfano hapa nitaingiza username yangu ambayo hii hapa, nitaingiza na password yangu. Nikishabonyeza sign in itanipeleka kwenye page ambayo inaonyesha ni kanisa langu ni la AICT Mlimani, lipo Diocese ya Geita. Hii inakudhihirishia kwamba kweli umeingia kwenye akaunti husika. Ukiingia kwenye akaunti tofauti, jina pia litakuwa ni tofauti. Mfumo huu una lugha za aina mbili, una Kiingereza pamoja na Kiswahili. Sasa mimi nitatumia lugha ya Kiingereza. Utakapoingia kwenye mfumo, upande wa juu kwenye simu yako kuna hivi vibaa vitatu vimebebana hivi, utavibonyeza. Ukishavibonyeza itakuletea sehemu imeandikwa change language. Ukibonyeza change language litatokea neno limeandikwa Kiswahili.
Kwa hiyo utabonyeza neno Kiswahili na baadaye mfumo wako utakwenda kutumika kwa lugha ya Kiswahili. Katika mfumo huo tutajifunza namna ya kujaza sadaka, kufanya mawasilisho kwenye ngazi za dayosisi pamoja na makao makuu, matumizi ya kanisa, michango mingine pamoja na mawasilisho mengine. Sasa ni kwa namna gani mhasibu anaweza akajaza sadaka za kila Jumapili? Mfumo huu unamlazimisha mhasibu, unamtaka mhasibu ajaze taarifa za kila wiki. Kila wiki baada inapokwisha anatakiwa ajaze sadaka kwenye mfumo. Cha kwanza atakwenda kwenye hivi vibaa vitatu. Akishabonyeza kuna sehemu imeandikwa sadaka. Atabonyeza neno jaza sadaka. Kishabonyeza neno jaza sadaka, utakwenda sehemu ya tarehe. Tarehe kuna kialama huku pembeni kama cha kalenda, utakibonyeza. Ukishakibonyeza itatokea kalenda hapo. Utachagua ni Jumapili ya tarehe ngapi. Kwa mfano mimi hapa nitachagua Jumapili ya tarehe 1. Nitajaza sadaka ilikuwa kiasi gani, labda najaza ilikuwa 50,000. Maombi ya katikati ya wiki. Yawezekana ibada ya katikati ya wiki imefanya kwenye jumuiya. Kwa hiyo zile jumuiya zinapoleta zile fedha zake zote na zijumlisha kama maombi ya wiki. Utaandika hapa shilingi labda ni 4,000. Zaka utajaza labda ya zaka ilikuwa ni shilingi 40,000. Shukurani, labda siku hiyo shukurani hakuna Mkristo aliyetoa shukurani, utahakikisha umeandika 0. Hakikisha kila page, kila sehemu ya page umeijaza. Utakwenda sehemu ya mavuno. Kama hakukuwa na sadaka ya mavuno pia utaandika 0. Utakwenda kwenye ushirika. Kama siku hiyo kulikuwa kuna ushirika, labda utaandika ushirika ulifanyika na sadaka ya ushirika ilikuwa 5,000. Utakwenda sehemu ya katekisimu. Darasa la Jumamosi la watoto wanaojifunza katekisimu pia huwa wanatoa sadaka. Ikiwa hawakutoa sadaka utaandika 0. Hakikisha unaandika 0, usiandike O. Unapokwenda kuna sehemu imeandikwa harusi na mazishi. Hii ni sehemu ambapo utajaza kama wiki hiyo kulikuwa kuna ibada ya mazishi kanisani watu wakatoa sadaka, au kulikuwa kuna ibada ya harusi watu wakatoa sadaka, pia utaijaza. Labda ilikuwa ni shilingi 4,000. Cha kuangalizo hapo, ili uweze kujaza taarifa hakikisha umepointi kwenye kiboksi husika. Kwa mfano hapa kuna neno zaka. Weka mouse yako, bonyeza sehemu kwenye kiboksi husika cha chini yake ili uweze kuingiza hizi taarifa. Na baada ya kuingiza hizi taarifa, umekagua taarifa zako ziko vizuri kabisa. Unachokwenda kukifanya sasa ni kubonyeza neno ambalo lina rangi ya blue hapa limeandikwa save. Ukilibonyeza save, itakuletea meseji imeandikwa successfully added. Unabonyeza neno okay. Itakurudisha tena kwenye page hiyo. Kwamba kwa nini nakurudisha kwenye page hiyo? Yawezekana unajaza sadaka za Jumapili 2 tofauti. Kwa hiyo utarudi tena kwenye page hii, kwenye eneo la kalenda utachagua tarehe inayofuatia. Ukirudia tarehe hiyo hiyo mfumo hautakubali, kwa sababu hamwezi mkatoa sadaka mara 2 kwenye Jumapili moja. Kuna uwezekano labda kanisa lenu linafanya ibada 2, lakini sasa taarifa zinazojazwa hapa ni za majumuisho, ibada ya kwanza na ibada ya pili kwa tarehe husika. Kwa hiyo hapa kwa mfano tarehe 1 tumejaza, tunakuja tunajaza tarehe 8, tutafuata njia zote ambazo tumezitumia kule mwanzoni. Ukishamaliza utasave. Ukishamaliza kusave hapa, hatua inayofuata ndani ya mfumo huu utaona kuna viboksi hapa vimeandikwa sadaka, matumizi, michango, zaka, shukurani, sadaka ya maombi, mavuno. Kuna viboksi viwili vimeandikwa zisizowasilishwa dayosisi na kingine kimeandikwa zisizowasilishwa taifa. Hapa kwenye skrini yangu inaonyesha 3. Hii 3 inaonyesha kwamba nina sadaka za Jumapili 3 bado sijaziwasilisha. Kule tulikuwa tunajaza tu taarifa, lakini sasa hapa tunataka tuone namna ya kuziwasilisha. Kuna sehemu ya zisizowasilishwa taifa, ni sehemu ambapo inaonyesha ile 10%. Hapa tunazungumzia 10% pamoja na 20%. Kwa hiyo sasa mimi nahitaji kujua hizi ambazo sijaziwasilisha dayosisi ni lini na lini na ni kiasi gani. Nitabonyeza hapa zisizowasilishwa dayosisi. Itanionyesha kwamba tarehe 12 mwezi wa pili jumla ya sadaka yangu
ilikuwa ni shilingi 56. Kwa hiyo 20% ya dayosisi ni shilingi 11. Lakini pia tarehe 1 mwezi wa pili itaonyesha jumla ya sadaka zangu, ule mchanganuo ambao tumeujaza kule, ambako kuna sadaka Sunday, kuna zaka, kuna shukurani. Zile sasa kwa pamoja ndio zinakuja zinaonyesha jumla hii. Baada ya kuwa umeshajua tarehe ambao hujaziwasilisha, unakwenda sehemu ya 20%. Itakuonyesha kwamba sadaka ya tarehe 1 mwezi wa pili kama ambavyo tumejaza kwenye mwanzoni kule, inakuonyesha ni shilingi 20,600. Unachotakiwa ukifanya ni kuchukua ile 20,600, unaenda kwa wakala, unaiweka kwenye akaunti ya 20% ya dayosisi yako husika. Kama uko dayosisi ya Mwanza utajaza kwenye akaunti, utaweka kwenye akaunti ya 20% ya dayosisi ya Mwanza. Kama uko Geita utaweka kwenye akaunti ya dayosisi ya Geita, ila 20%. Baada ya kuwa umeweka, umepata nakala yako ya risiti, utarudi tena, ukitarudi tena kwenye mfumo, utakuja sehemu zisizowasilishwa dayosisi kama ambavyo tumefanya hapa. Utarudi hapa kwenye sehemu ya zisizowasilishwa dayosisi. Kuna alama hii imeandikwa, kuna boksi limeandikwa wasilisha. Kwenye wasilisha hapa kuna alama ya tiki. Mimi sasa nimeshawasilisha, nimeshadeposit benki 20% yangu ya tarehe 1 mwezi wa pili, ambayo ni shilingi 20,600, na risiti yangu ninayo. Nitakuja sehemu hii ambao kuna alama ya tiki, itatokea neno pay. Nitabonyeza neno hilo. Nikishabonyeza hilo neno, nitakwenda kuchagua njia ya malipo iliyotumika. Nimetumia benki kwa sababu ile pesa nimedeposit benki. Nitachagua benki. Account number itatokea account iliyoko pale. Account itaonekana pale ambao umewasilisha ile 20% yako. Kwenye kiasi utajaza kiasi kinachoonekana kwenye risiti. Kuna uwezekano 20% isifanane na kiasi ulicho deposit. 20% yako labda ni shilingi 20,600 kama tulivyoona, lakini wewe kwenye risiti yako umedeposit 20% kamili. Kwa hiyo utaandika hapa 20% kamili. Namba ya muamala utajaza namba yoyote, kwa mfano mimi najaza FTR. Halafu nitashuka chini, nitakutana na tarehe iliyolipwa. Sadaka inaweza ikawa Jumapili ya tarehe 2, ya tarehe 1 kama tulivyoona kwenye mfano wetu, lakini pesa niliweka tarehe 3. Kwa hiyo tarehe iliyolipwa nitaandika tarehe 3. Tarehe 3 kama mnavyoona hapo. Maelezo nitaandika tu mawasilisho. Unaruhusiwa kuandika maelezo yoyote ambayo wewe unajisikia kuandika, yawe tu maelezo mazuri yenye kujenga. Ukishamaliza hapo, kuna neno limeandikwa choose file. Utabonyeza choose file. Ukibonyeza choose file itakupeleka sehemu, utabonyeza choose file itakupeleka sehemu ya kamera. Ukishafika sehemu, ukishabonyeza hiyo choose file, kwenye simu yako ya mkononi litatokea neno, kuna maneno yanaweza yakatokea deny kwa baadhi ya simu, kuna neno lingine litatokea allow only using this app. Kwa mara ya kwanza ukiwa unatumia, chagua neno lililoandikwa allow only while using this app. Ukishalichagua lile neno, simu yako itakupeleka kwenye kamera. Ikishakuletea kwenye kamera, mkono wako wa kushoto kuna neno limeandikwa kamera, unalibonyeza lile neno kamera. Ukishalibonyeza lile neno kamera, itakupeleka, utaona screen yako imekupeleka sehemu ya kupiga picha. Kwa hiyo unaipiga picha ile risiti ambayo muamala wake umeandika hapa shilingi 20,000. Ukishatuma ile risiti sasa, baada ya pale utabonyeza neno submit. Ukibonyeza neno submit, tayari utakuwa umemaliza kufanya mawasilisho yako. Mimi hapa nabonyeza submit. Itaniletea data successfully saved. Baada ya kuwa utagundua kwamba ukirudi kwenye peji ya sadaka zisizowasilishwa zitakuwa zimepungua. Kwa nini? Kwa sababu ile moja umeshaiwasilisha. Kwa hiyo zimebaki 2 na zingine utafanya vile vile kama ambavyo nimewaelekeza kwenye hatua niliyoifanya hapo nyuma.
Ukishamaliza hapo utakwenda kuwasilisha 10% ya mawasilisho ya taifa. 10% ya mawasilisho ya taifa na yenyewe utafanya kama ulivyofanya kwenye dayosisi. Utaangalia tarehe 2, labda tarehe 2 mwezi wa 11 kilikuwa tarehe 2 mwezi wa pili, kutokana na mfano wetu hapa. Ngoja niwaonyeshe vizuri muweze kwenda vizuri kwenye skrini yangu hapa kama inavyoonekana. Tuliona mfano wetu ulikuwa tarehe 1 mwezi wa pili. Ukiwa na simu yako kuna hiki kialama, ili uweze kuona taarifa zingine unakipeleka huko, lakini unaweza ukairotate simu yako, inawezekana, ili uweze kuona na taarifa zingine. Kwa hiyo kwenye tarehe 1 mwezi wa pili tutaona kwamba kumbe 10% ilikuwa ni 10,300. Utaideposit na yenyewe kwenye akaunti ya Hazina Kuu. Sasa ili niwaweke wazi hapo ni kwamba unapokwenda kwa wakala au unapokwenda benki, nenda na 10% zote. Usiende na 20% ukaja ukawasilisha kwenye mfumo ukaja tena kwenda na 10%. Nenda na 10% zote, alafu wakati unafanya sasa mawasilisho utakuwa na risiti zako zote. Utachagua hapo kama ni tarehe 1 mwezi wa pili, utabonyeza alama ya tiki. Vile vile kama ulivyofanya kule, hii itakuonyesha ni mawasilisho taifa. Utachagua kama ni benki uliotumia, akaunti uliotumia itaonekana hapo, kiasi ulicholipa. Kwa mfano mimi hapa nimelipa 10,300. Namba ya muamala nitaandika namba yoyote, inaruhusiwa kabisa kwenye mfumo. Tarehe iliyolipwa, utaandika tarehe iliyolipwa hicho kiasi ulicho deposit benki. Tarehe hii iliyolipwa ni ile tarehe inayoonekana kwenye risiti. Kwenye maelezo hapo utaandika mawasilisho au utaandika maelezo mengine. Ukishamaliza hapo utabonyeza choose file. Ukibonyeza choose file itakupeleka kwenye kamera. Utapiga picha. Ukishamaliza kupiga picha, mimi nimepiga picha ya kwangu hii hapa, nitairudisha hapo. Ukishapiga picha kuna vialama viwili vitaonekana. Mkono wako wa kushoto kutakuwa na alama ka X. Mkono wa kulia kutakuwa kuna alama ya tiki. Ukishapiga picha, ile alama ya X ikiwa picha yako haitaonekana vizuri, unabonyeza X ili urudie kupiga picha. Lakini mkono wako wa kulia kataonekana ka alama ka tiki kwamba picha yako iko sawa. Kwa hiyo unatumia ile picha unabonyeza tiki, alafu unabonyeza neno submit. Ngoja niandika hapa mawasilisho. Alafu utasubmit. Okay. Baada ya kumaliza hapo utakuwa umeshafanya mawasilisho ya 10% yako na 20%. Ukishamaliza hapo sasa, kwenye taarifa yako unapaswa ujaze matumizi. Kama tunavyofahamu kanisa lina matumizi. Kanisa letu la mtaa lina matumizi. Kwa hiyo matumizi utajaza sehemu ya sadaka. Utajaza sehemu ya matumizi. Sehemu ya matumizi hapa kuna sehemu imeandikwa jaza matumizi na matumizi yote. Unachotakiwa kufanya ni kwenda sehemu ya jaza matumizi. Ukibonyeza jaza matumizi hapa itakuletea tarehe, utachagua tarehe labda matumizi. Kwenye kitabu chako cha risiti uliandika tarehe ngapi? Labda matumizi nimeandika tarehe 8. Jina la matumizi sasa ni matumizi ya aina gani? Utachagua labda matumizi ni manunuzi ya vyombo au matumizi ya mikutano ya Injili. Kwa mfano tumefanya matumizi ya mikutano ya Injili, labda kuna kiasi mlikitoa kwa ajili ya matumizi ya Injili. Kwa hiyo ukishachagua matumizi ya mikutano ya Injili, maelezo utaandika kwamba kulikuwa kuna mkutano, labda mimi naandika kulikuwa kuna kuwezesha wainjilisti. Ngoja niandika hapa muweze kuona. Kuwezesha wainjilisti. Kuwezesha wainjilisti. Kuwezesha wainjilisti. Naweza tukaishia hapo. Utaandika kiasi kilichotumika, kama ni shilingi 40,000 utasave. Ukisha save tayari utakuwa umeshaingiza matumizi. Utarudi tena utajaza matumizi mengine kule kule kwenye vialama vitatu. Utabonyeza, utaangalia michango matumizi, utajaza matumizi na kwa matumizi mengine, kwa mfano matumizi ya umeme, marekebisho ya majengo,
yote yako hapo utajaza. Mfumo huu pia unataka mhasibu huyu wa kanisa aweze kujaza michango mingine, na hapa kuna michango mingine na mawasilisho mengine. Kule tumeona mawasilisho ya mifuko ya sinodi. Sasa kwenye michango mingine hapa ni michango ile ambayo ni ya ndani ya kanisa. Kwa mfano kanisa lina changizo la ununuzi wa vyombo, lina changizo la mapambo kanisani. Kwa hiyo sasa ile michango yote iliyochangwa ambayo haihusiani na mawasilisho, haihusiani na kuwasilisha kwenda ngazi nyingine, ni michango ya ndani ya kanisa, ndio tunaweka sehemu ya michango mingine. Ukibonyeza michango mingine, utachagua neno ongeza michango. Bonyeza ongeza michango, utachagua mchango tarehe hiyo ilikuwa ni tarehe ngapi, labda tarehe 1. Imetolewa na, kama ni changizo lilifanyika kanisa zima, utaandika imetolewa na kanisa. Kwa ajili ya, utachagua mchango ulikuwa ni kwa ajili ya nini, labda michango ya theolojia, ujenzi, michango ya idara ya afya, michango ya semina. Utachagua chochote ambacho michango ya idara ya MUM, idara ya watoto. Kwa mfano labda na changizo la kambi ya watoto, utaangalia hapo. Lakini ukiona kabisa halihusiani na hapa, utachagua michango mingine. Huko chini utaona kuna neno limeandikwa michango mingine, halafu utaandika kiasi, labda ni shilingi jumla 50,000. Ukishamaliza utasave. Hapo utakuwa umeshaingiza michango mingine. Huo ni mchango mmoja. Sasa kanisa linaweza likawa limefanya michango 2, 3. Utajaza, utarudi tena kwa namna ambavyo nimekuelekeza, utajaza michango mingine. Lakini kuna swala la mawasilisho mengine. Mawasilisho mengine kwa mfano sadaka ya watoto, hiyo ni mawasilisho lakini yako tofauti kidogo, kwa sababu yenyewe huwa yanakwenda kwenye idara moja kwa moja husika. Ile anakwenda kwa asilimia zile zile, lakini anakuwa katika idara husika. Unachokifanya, kwa mfano siku hiyo kulikuwa kuna changizo la mawasilisho, labda mmechangishana pesa kwa ajili ya England House au England Media au labda vyovyote vile, changizo ambalo linapaswa liwasilishwe kwenda ngazi ya dayosisi au makao makuu. Utabonyeza mawasilisho mengine, alafu utabonyeza neno wasilisha. Utachagua kwamba hili changizo linakwenda dayosisi au taifa. Mimi nachagua linakwenda dayosisi. Linakwenda idara gani? Labda ni mipango, uchumi na maendeleo. Nitachagua je, ni kiasi gani? Kiasi labda ni shilingi 40,000. Kuanzia unachagua Jumapili ambalo changizo mlilichangia. Kwa mfano ni tarehe 8. Utajaza tarehe 8 ya mwezi wa pili. Mpaka kama changizo lilikuwa la siku moja, utajaza pia kwenye neno mpaka, utajaza tarehe ile ile, tarehe 8. Kama changizo lilikuwa la mwezi mzima, maana yake utajaza tarehe 1 mpaka tarehe 30. Kwa mfano kuna wengine sadaka ya watoto inakuwa ni ndogo sana kiasi kwamba hawezi kuwasilisha kila Jumapili. Kwa hiyo anazikusanya zile sadaka mpaka mwezi mzima ili aziwasilishe kwa mara moja. Kwa hiyo kama ni mwezi mzima utachagua kutoka tarehe ile kuanzia, utaandika tarehe 1, mwisho utaandika tarehe ya mwisho wa mwezi. Jumapili ya mwisho wa mwezi. Ukishachagua tarehe yako hapo, utaandika maelezo sasa. Maelezo yoyote unayojisikia, uko huru kuandika maelezo yoyote. Utachagua receipt, choose file. Ukibonyeza choose file, itakupeleka kwenye receipt, utaipiga picha, utabonyeza neno wasilisha. Utabonyeza neno wasilisha. Hapo tutakuwa tumeshafanya mawasilisho mengine. Mfumo huu unakusaidia kuona ripoti. Mhasibu anaweza kuona ripoti ya fedha kama ambavyo nimeona. Ukibonyeza neno ripoti, kuna ripoti ya fedha, ripoti ya michango. Malipo dayosisi inamaanisha ule mawasilisho ya 20%. Malipo taifa inaonyesha ni mawasilisho ya 10%.
Ripoti ya fedha ni ripoti ya mapato na matumizi. Kwa hiyo unapotumia mfumo huu wewe wa kanisa la mtaa, unavyokuwa unajaza zile taarifa zinakutengenezea ripoti moja kwa moja, ili ikusaidie wewe hata ukikurupushwa muda wote kwamba tunahitaji ripoti ya fedha, ripoti ipo kwenye mfumo. Utabonyeza neno ripoti, alafu utachagua ripoti ya fedha. Utachagua nataka ripoti ya mwezi mzima kutoka, utachagua kutoka labda tarehe 1 mpaka, utachagua labda mpaka tarehe 28. Hiyo ni ripoti ya mwezi, alafu utabonyeza neno tazama. Ukibonyeza neno tazama itakuletea mchanganuo kwamba sadaka za Jumapili kama ambavyo mnaona kwenye skrini yangu hapa. Hapa nimejaza sadaka za Jumapili 2, lakini itakuonesha sadaka za Jumapili zote, mgawanyo wa sadaka, mapato na michango ambayo nimeonyesha namna ya kujaza kule, na matumizi na balance ambayo inakuwa imebaki. Kwa hiyo hii inakusaidia kuona namna ripoti ambavyo ya fedha imekaa vizuri. Kwa yule anayetumia simu anaweza akairotate simu ili aweze kuona na taarifa zingine ambazo simu ikiwa kwenye matumizi yake, ikiwa katika hali yake ya kawaida unaweza usizione, lakini unapoirotate utaona na taarifa zingine ambazo hapa kwenye skrini yangu kama hazionekani. Lakini pia itakuonesha taarifa hii kwenye ripoti ya michango. Labda nataka nijue ripoti ya michango kwamba hivi ndani ya mwezi huu michango ya theolojia nimechangia kiasi gani. Utachagua michango hapo kutoka mpaka, utachagua utaview ili kuonyeshe michango mingine. Kuna sehemu ya ripoti ya malipo ya dayosisi. Nataka kujua kwa mwezi nimewasilisha kiasi gani dayosisi. Utachagua kutoka tarehe hiyo mpaka tarehe ya mwisho, utaview, itakuonesha ripoti zote. Hivyo hivyo na makao makuu. Labda nikukumbushe kitu kimoja kwamba unapotumia mfumo huu, ukitumia lugha ya Kiingereza na ukatumia lugha ya Kiswahili, taarifa zote ni zile zile. Isipokuwa wa Kiingereza, taarifa zitakuwa katika namna mfumo unavyoonekana, taarifa zitakuwa kwa Kiingereza. Lakini ukitumia kwa Kiswahili, taarifa zitakuwa ni za Kiswahili. Leo naweza nikajaza taarifa zangu kwa lugha ya Kiingereza. Wiki ijayo nikajaza taarifa zangu kwenye lugha ya Kiswahili. Je, kunaweza kukawa na utofauti? Hapana. Ripoti unaweza ukajaza taarifa kwenye lugha ya Kiswahili alafu ripoti ukaiangalia kwenye lugha ya Kiingereza. Taarifa zako zitakuwa zile zile. Unaweza ukajaza taarifa zako kwenye lugha ya Kiswahili, taarifa yako ya ripoti ukaziangalia kwenye lugha ya Kiingereza. Yote ni sawa. Lakini pia kuna sehemu ya kubadili password. Unaweza ukakuta password yako kuna mtu ameshaifahamu, au username yako, neno la siri, kuna mtu analifahamu. Kwa hiyo mfumo huu kuna hii sehemu ambayo nimebonyeza hapa kama mnavyoona, badili password. Utabonyeza, utaingiza neno la siri jipya, utarudia neno la siri, alafu utaingiza neno la siri la zamani, utasave. Kisha save, utakuwa umeshabadilisha password yako. Kubadili lugha nadhani mmeshaona. Sasa hiyo ni sehemu ya mhasibu wa kanisa la mtaa ama tunaita local church. Sasa tunaingia kwa katibu. Katibu anahusika na kabla hatuja kwenda huko, naweza nikakuonesha kwamba ukishamaliza shughuli zako, kuna hivi vidoti vitatu utapaswa vibonyeze ili uweze kubonyeza log out uondoke kwenye mfumo. Utabonyeza neno log out na utakuwa umetoka kwenye mfumo. Sasa tunaingia kwenye akaunti ya katibu au mtendaji wa local church. Mtendaji wa local church pia naye anaingia kwenye mfumo, lakini naye ataingia kwa username ya tofauti. Ngoja niingie hapa kama mnavyoona kwenye skrini na ili muweze kuona vizuri kabisa kwa namna gani sasa katibu anaingia kwenye mfumo
ili aweze kujaza taarifa zake za kiutawala za kanisa lake la mtaa. Ingiza username yake na password yake. Unaweza ukaona kwenye skrini hapo. Naingiza username, haya kama tunavyoona ni kanisa lile la mtaa la Mlimani lipo Dayosisi ya Geita. Huyu katibu akishaingia kwenye mfumo kuna vitu vingi sana, lakini kwa session hii nitawaeleza vitu vichache, ili video ijayo nitawaeleza na vitu vingine. Akishaingia kwenye mfumo hapa kuna sehemu ya change language, kwamba na yeye mfumo unamruhusu kuweza kubadilisha lugha iwe ni lugha ya Kiswahili, na mimi hapa nitabadilisha iwe ni Kiswahili. Cha kwanza, katibu atapaswa asajili Wakristo wake, atoe taarifa za Wakristo waliopo kwenye kanisa lake la mtaa. Ili aweze kusajili Wakristo anapaswa kwanza, kitu cha kwanza asajili jumuiya alizonazo. Anasajili vipi jumuiya? Nikija kwenye alama hizi tatu nikibonyeza itatokea neno limeandikwa jumuiya. Nikibonyeza jumuiya kuna neno limeandikwa ongeza jumuiya. Nitaongeza jumuiya hapo. Kwa hiyo hapa jina la jumuiya nitaandika labda kwa mfano hii ni jumuiya ya Yerusalemu au Yeriko. Namaanisha jumuiya za kanisa la mtaa. Ipo kata gani? Hii Yeriko ipo kata ya Mwatulole. Kata ya Mwatulole ya kiserikali. Mwatulole. Nitabonyeza neno save. Nitaingiza pia jumuiya nyingine. Kwa hiyo cha kwanza huyu katibu ataingiza jumuiya zake zote alizonazo kwenye kanisa lake la mtaa. Akishamaliza hapo atakwenda kusajili Wakristo waumini, ila hawa waumini wanakwenda pamoja na wanatokana na jumuiya. Kuna sehemu hapa imeandikwa waumini. Nitabonyeza muumini mpya. Muumini mpya nitaingiza jina lake kamili, jinsia yake, amezaliwa lini. Kwenye kuzaliwa, kwa sababu unakuta wengine wamezaliwa miaka ya nyuma, hapa kwenye kalenda kuna DD, kuna MM na YY. Ukibonyeza DD itakuonesha ni tarehe. Kwa hiyo hapa nitaandika 23. Utaona ka kibox kamehamia kwenye MM, kanamaanisha mwezi. Utaandika labda mwezi wa 6. Kwenye YY kanamaanisha mwaka. Utaandika 1997. Ukishamaliza unakuja ka kibox ka pili. Labda kwa mfano huyu Mkristo anaitwa Mikael Lazaro. Nambari ya simu, atatoa namba yake ya simu hapo kama ambavyo inaonekana. Lazima ujaze anafanya kazi gani, labda ni mkulima. Lakini pia utajaza hali ya ndoa, je, ameoa au hajaoa. Hapa kuna vinukta viwili, ikiwa unajaza taarifa zako, haka nukta kanakuja moja kwa moja kwenye neno mwanandoa. Lakini kama sio mwanandoa unabonyeza kanukta kale ka pili kameandikwa si mwanandoa. Kipengele kinachofuata ni ubatizo. Chagua kama amebatizwa au hajabatizwa. Tajaza. Huduma ndani ya kanisa, labda ni mwimbaji, ni muombaji, anafanya uinjilisti, lakini pia labda hana huduma kabisa. Utachagua hana huduma. Lakini sasa utachagua huyu Mkristo ndani ya kanisa langu la mtaa yuko jumuiya gani? Hapa mimi naandika yuko jumuiya ya Yeriko. Alafu nitasave. Nikisha save nitarudi tena nitaingiza. Kwa hiyo hii sehemu nitajaza taarifa za Wakristo wote. Hapa najaza taarifa za Wakristo wale watu wakubwa ambao hawapo kwenye shule ya Jumapili.
Shule ya Jumapili ambao ni watoto, kuna sehemu yao ya watoto kama inavyoonekana hapa, watoto, ongeza mtoto. Utabonyeza neno ongeza mtoto, utajaza jina la mtoto, tarehe aliyozaliwa na kama ana ulemavu. Lakini sasa itakuomba uchague mlezi. Mlezi wa huyo mtoto ni nani? Inakuwa hivi ili kwamba huyu mtoto lazima ajulikane mlezi wake ni nani ndani ya kanisa. Kwa hiyo hapa tutachagua mlezi wake ni huyu Grace. Una save. Kwa hiyo ili uingize taarifa za mtoto ni lazima umeshaingiza taarifa za mlezi wake kule kwenye taarifa za waumini. Lakini pia kuna familia. Ndani ya kanisa kunaweza kukaa na waumini 400, kunaweza kukaa na waumini 50. Lakini katika hao waumini 50 watu wazima ni 30, watoto ni 20. Lakini katika hao waumini 50 labda unaweza kukuta ni familia mbili tu ambao kila familia ina watu 25, ndio maana wametengeneza kanisa la waumini 50. Kwa hiyo kuna sehemu ya kujaza familia. Kwa mfano hapa familia, nitabonyeza familia mpya. Nitaingiza jina la familia. Labda familia ya labda katika kanisani huyu Michael na mke wake anaitwa Susan na wana watoto 6. Kwa hiyo hiyo ni familia ya Mr. Michael. Taandika hapa Mr. Michael. Nambari ya simu, jumla ya wanafamilia utaandika, je, familia hii ina jumla ya wanafamilia wangapi? Wako Michael na mkewe na watoto 6, jumla familia na watoto 8. Wanaishi nyumba namba ngapi? Wanaishi nyumba namba 50. Mtaa gani? Utachagua hapo. Nimeandika mtaa lakini itaonyesha ni jumuiya. Utachagua hapo, utasave. Kisha save, utaendelea. Kwa hiyo kwenye upande hapa katibu ataingiza taarifa za waumini kama ambavyo nimewaelekeza kutokana na screen mnavyoona, familia, watoto na jumuiya. Lakini pia atajaza taarifa za Jumapili za kila ibada. Baada ya kila ibada atakuja kwenye sehemu ya ibada ya Jumapili. Kuna sehemu nayo limeandikwa tengeneza ripoti. Ataingiza ibada labda ilikuwa ya tarehe kadhaa, kiongozi alikuwa ni nani, sifa alikuwa ni nani, mhubiri alikuwa ni nani, neno la Mungu alijifunza nini. Mahudhurio, atajaza mahudhurio, lakini pia atatoa maoni yake juu ya ibada ilikwenda vipi. Shamaliza hapo atasave. Kwa hiyo hiyo ni taarifa ya ibada. Lakini pia katibu, kipengele kingine ambacho ni cha msingi, anaweza kuingiza taarifa za wachungaji na wainjilisti. Taarifa ya mchungaji, ubonyeza taarifa ya mchungaji. Taarifa binafsi, utaingiza taarifa za mchungaji wako, jina kamili, kuzaliwa, NIDA, ndoa, makazi ya kudumu, sanduku la posta, namba yake ya simu, barua pepe kama anayo, kama ana ulemavu, tarehe gani alianza kazi atakwambia, na tarehe gani atastaafu, mwaka atastaafu. Utajaza hapo. Utajaza pia uzoefu na uongozi. Utatoa maelezo hapo, ana uzoefu kiasi gani. Elimu yake, je, shule ya msingi alimaliza? Ndio, shule fulani, mwaka fulani. Shule ya sekondari alimaliza? Ndio, utaandika shule. Chuo gani cha Biblia alisoma? Baadaye pia utaandika kama kuna vyuo vingine ambavyo amesoma. Je, anazungumza lugha gani? Anazungumza Kiswahili na Kisukuma, utaandika. Lakini hapa tutatumia tu zile formal language, sio lugha za kikabila. Kama anazungumza Kiswahili iwe Kiswahili. Hatuandiki lugha. Kama anazungumza Kiswahili na Kiingereza utaandika Kiswahili na Kiingereza. Ujuzi mwingine, labda huyo mchungaji wako ni fundi ujenzi. Wakati mwingine zinaweza ikatokea kazi, kumbe hao wachungaji ndio mafundi. Lakini kwa sababu taarifa zao hatuna, dayosisi na ofisi kuu hazina hizo taarifa. Kwa hiyo hizo taarifa zinahitajika. Unakuta labda sasa hivi
kanisa linatafuta mtaalamu wa IT, kumbe kuna mchungaji huko, yeye pia ni mtaalamu wa IT. Kwa hiyo ujuzi wake mwingine tofauti na utumishi kama mchungaji utajaza. Na pia hapo utajaza pastoreti ya sasa. Yuko pastoreti ya Mlimani. Hapa kwenye kuchuzi faili, wakati unaingiza taarifa zake hakikisha uko naye, ili ukishamaliza umpige picha yake uweze kuisave kwenye mfumo. Vivyo hivyo utafanya kwa wainjilisti. Utaingiza kwa wainjilisti. Kwa wainjilisti, taarifa ya mwinjilisti utabonyeza utajaza. Kwa pastoreti, taarifa kwa pastoreti, mchungaji ana pastoreti moja, lakini ana local church 5. Kwa hiyo taarifa za mchungaji zitaingizwa kwenye local church ambapo ndio mchungaji anakaa, tuseme makao makuu ya pastoreti. Ndipo katibu wa local church hiyo au kanisa la mtaa ataingiza taarifa za mchungaji, lakini hao wengine wataingiza taarifa za wainjilisti tu. Kwa hiyo kwa video hii tutakuwa tumeshajifunza mambo kadha wa kadha kwenye upande wa mhasibu na upande wa katibu. Video nyingine nitakayokuja kuitoa nitatoa ikiwa na vitu vingine vilivyobaki upande wa katibu, lakini pia tutaonyesha video hii upande wa pastoreti, jimbo na ngazi zingine ambazo zitakuwa zimebaki. Kwa hiyo huu ndio mfumo wa ORAS ambao unafanya kazi kwa namna ambayo nimewaonyesha. Kwa maelezo zaidi sasa, unaweza ukapiga simu ofisi ya dayosisi yako husika, lakini pia ili upate maelezo zaidi juu ya kutumia mfumo huu, lakini pia unaweza ukapiga simu kwa mtaalamu mwenyewe ambaye ni developer kwa namba hii hapa 0762103643. Namba hii inapatikana WhatsApp, unaweza ukapiga na muda wote mtaalamu huyu atakusaidia. Asanteni sana na Mungu akubariki.